kuwa na mtu wa kutafsiri hii Biblia waielewe. Haya maneno wayaelewe vizuri. Alipokuwa katika hali ya tembea kwake huyu Apolo, ikafika mahali sasa akalipata hili kundi la waumini. Amen? Amen. Na wengine ni kina Salome, mnawasikia katika Biblia, wako wametajwa ambao walimsaidia Paulo kueneza Injili, si ndio? Wakina Fibi, asifiwe Yesu, wanawake waliobebea. So hawa viongozi wakiwa wamekamatwa, wakiwa wanapata upinzani, Apolo akiwa missionary wa ndani kwa ndani, alipokutana na hawa wapendwa, wakamusihi sana, kwa sababu alikuwa msomi na uwezo wa kutafsiri Biblia. Wakamsihi sana akae kwao ili awafundishe maneno yale ambayo yameandikwa katika kitabu kitakatifu kwa lugha Hebrews, Kigiriki na Hebrews. Amen. Haleluya. Haleluya. Nimetangulia kusema ilikuwa wakati mgumu kwa hawa wapendwa, walikuwa wanapitia mapingamizi mengi. So ikaja mlango wa kwanza akawaelezea, ama huyu mpendwa akaelezea lile kundi, ile kanisa changa. Amen. Kwamba imetupasa sasa kila mmoja kuweka mzigo mzito ule ambao unamzuia kwa wepesi. Lengo letu ni tupige mbio. Na katika mbio zetu na bidii zetu kama mtu wa kuokoka, basi tunakuja mlango wa pili, ya kwamba tukimtazama Kristo. Nataka mtu asome. Sije nikakanena ya Mungu. Nataka tusome Biblia. Fungua Biblia yako sasa. Katika huo mlango wa pili. Waebrania mlango wa 12, kitabu mstari wa 2 na wa 3. Soma huo. Sema tukimtazama Yesu, anawatia moyo akiwaambia katika jitihada zetu za kuweka yale mambo yanayotuzinga na kutuzuia ili tusikimbie. Amen. Katika hali hiyo, ili tusiwe na ile bidii ya kutafuta na kukaa ndani ya Yesu. Amen. Tuweke mbali yale mazingira ambayo yanatuzuia, yanatukabili sisi ili tukose kupambana na hii safari. Alipowatia moyo na kuambia katika hali hiyo tutakapoweka kando vile vikwazo, basi jambo kubwa ni kwamba ili tuweze kushinda ni tukaweze kumtazama huyu Yesu. Na kwa sababu gani tukaweze kumtazama? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuliangalie hili neno moja baada ya moja. Amen. Kutazama, looking to Jesus. Amen. Wazungu walisema hivi. Kule kutazama kuna maanisha, kama nilivyotangulia kusema, waweza angalia kitu kwa wepesi, kwa haraka na ukafuata shughuli zingine, pasipo kuweka mkazo na kuangalia zaidi, ukapata maana fiche ya pale mahali ama juu ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Unafika mahali step 2 3 ulizwe, umeona kitu fulani? Nimeona, lakini hukuzingatia, maana haukutia manani na shughuli juu ya hilo jambo. Bwana asifiwe. Amen. So kitu kutazama, mwandishi huyu anawasisitiza hawa waumini kwamba lazima tukaweze kutazama. Asifiwe Yesu. Kutazama. Bwana asifiwe. Haleluya. Kutazama, kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukavitazama, lakini huyu akawa specific kwamba lazima tukaweze kumtazama Kristo. Sasa kutazama ni kufanya nini? Kwa lugha ambayo tunaweza tukaielewa zaidi. Kutazama anaweza sema ni kutumainia ama kumwangalia yeye aliye mwanzilishi wa imani yetu. Amen. Kumtumainia. Kutazama, yaani unatazama kwa umakini wa kipekee, maana kuna jambo unatarajia, kuna mwongozo unatarajia, kuna kitu fulani zaidi ambacho kikupatie tafsiri ya baadaye, ama tafsiri ya baadaye vile ambavyo ungeweza kuishi ama ungeweza kuenenda. So si kutazama tu kwa kawaida, ndani yake kuna mtazamo wa matumaini. Maana jambo unalolitazamia kwa umakini sana, bila shaka una uhakika kwamba hili jambo lazima litachukua mwelekeo baadaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunawaambia watoto wetu kwamba wazingatie masomo. Maana hayo masomo watakapoyazingatia, kesho yake watakuwa watu wa maana. Lakini wasipoangalia na kuyazingatia masomo, misingi yao ya baadaye itakuwa ovyo. Ndivyo sivyo? Katika maisha yetu ya kuokoka, Biblia inasema
Kazi kubwa ya mwokofu ni awe mwenye kutazama kwa umakini, mwenye kutumainia katika ngazi za hali ya juu, kutumainia. Maana hapo ndipo Daudi akasema msaada wake unapatikana. Asifiwe Yesu. Nani aliangalia milima akaitazama, haiwezi leta suluhu. Asifiwe Yesu. Lakini alipoinua macho yake kutazama juu, Kristo alipo, hapo ndipo Waefeso wanasema maisha yetu sisi ya sasa. Amen. Hatupaswi kutazama vitu vya dunia vinavyoonekana kwa macho, bali kinachotupasa sisi kama watu wa kuokoka ni tutazame juu, Kristo alipo. Ndipo Waefeso mlango wa 3 unasema, maana hapo ndipo uhai wetu ulipo. Tukirudi katika andiko hili wa Ibrania, mtumishi huyu ama mtume huyu akiliambia kanisa, katika juhudi zetu zote mtu wa kuokoka inampaswa awe mwenye kutazama kwa umakini mkubwa. Na katika kutazama kuna kutumainia. Haleluya. Amen. Kutazama ambapo hakuleti majibu. Anaweza kusifa. Haleluya. Sasa tunatazamia kuchanga fedha, maana kesho yetu tunaona kanisa, tunaona jengo lililostawi, lakini mtu asiyeona mbele yake hawezi kubaliana vile ambavyo tunafanya. Haleluya. Amen. Na Yesu asifiwe. Amen. Sio akawasisitiza kwamba lazima tukaweze kuweka mtazamo wa kipekee. Asifiwe Yesu. Wakati Musa alipoliongoza kundi la wana Israeli, wakafika mahali wamepoteza matumaini, wakafika mahali wanafanya vitu visivyo kawaida, wakafika mahali yani wanajichanganya katika imani. Mungu akakasirika, akaachilia mapigo juu yao, akamuru nyoka za sumu ziwaume. Lakini Musa alipokuwa amepata kulalamikiwa na hao wapendwa, wakinung'unika hata kunung'unika Mungu, Musa naye kama mwanadamu anamuuliza Mungu, basi suluhu ni kwamba aweze kutazama yule nyoka wa shaba naye atapona. Lakini wapendwa, haikuwa rahisi, maana wengine waliumwa na wakafa. Kutazama tu kukawashinda, yani ile utazame tu upone, lakini ilikuwa vigumu mpaka unapendezwa tingo ndio apole. Unaongea wasikia. Yani unashika kabisa, unakuwa tazama pale, lakini anafunga macho na kufa. Kule kutazama wapendwa, sasa inakuwa si rahisi. Wana wa Israeli wengine wakaangamia licha kwa walisimamishwa nyoka ya shaba, waitazame wapone, wakashindwa. Leo hii Wakristo wengi tunakaa katika imani, tunasema tumeokoka. Amen. Lakini ngazi hii ya kutazama inakuwa ni ngumu kwetu. Wakati tunapitiwa na mapito kadha wa kadha, kuna vitu ambavyo tumeweka pembejeo kutazama, bado havitupi suluhu la matatizo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walipoambiwa tazama, maana yake wataweze kutumaini na kumwangalia yeye aliye mwanzilishi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunakubaliana wapendwa? Ndio. So kutazama si jambo rahisi. Hata unaposoma Wakorintho wa pili mlango wa 4:18, yeye anajisomea. Amen. Wazungu wasema, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Haleluya. Haleluya. Vitu vile tunavyotazama na macho hata unaviona si vya kudumu. Si vya kudumu wapendwa, lakini vile vitu visivyoonekana tunavyotazama kwa imani. Amen. Maana ni bayana ya mambo yatarajiwayo yasiyoonekana. Tunapotazama kwa imani, vitu vile ndivyo vya kudumu, maana ni vya milele. Amen. Amen. Lakini kwa mtu anayeamini, vile vitu viko vitafanya kazi ndani. Sasa hii haumuoni Kristo katika macho haya, lakini ndani ya mioyo yetu inatupasa kwamba tuwe na macho ya rohoni, tukamtazame Kristo katika kila jambo. Asifiwe Yesu. Amen. Haya mambo ni ya muda. Mambo unayopitia ni ya muda. Asifiwe Yesu. Amen. Shida ni za muda. Haleluya. Ni ya muda, ni mapito tunapitia. Lakini pamoja na hayo yote, Mkristo yote anapaswa kumtazama yeye Kristo pekee yake. Ili ukaweze kupona, ili tukaweze kupona, ili tukaweze kushinda
lazima tukamtazame Kristo aliye mwanzilishi na mkamilishaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliye mwanzilishi. Si rahisi mpendwa, katika dunia hii kuna mapito ya kila aina, lakini nataka niongee na mtu mchana wa leo anayepitia hali ya depression, anayepitia hali ya vikwazo, anayepitia mazito katika moyo wake, anayepitia mambo yaliyomkabili katika maisha yake. Haleluya. Suluhu ni kumtazama Yesu, mwenye kuanzisha imani yako na mwenye kuikamilisha imani. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Wenginevyo hata sisi watumishi tusingevumilia. Amen. Tutaingia kwenye mikono mingine baada ya miezi miwili kanisa limejaa. Tuwapeleka wapi? Haleluya. Nimejaza kanisa. Tuwapeleka wapi? Mwisho wa mwezi nitoe sadaka kwa Mungu mwingine. Lakini si sawa. Maana nisipomtazama huyu Yesu, ninapoitazama miungu mingine nitakuwa mimi mwenye kupoteza na mwenye kufanya hasara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.